kabisa, na wenyewe kwa nipiganishia maisha ya Karimu kule, na wenyewe kwa nasema sisi tunataka tusaidie kijana wetu kule na wenyewe kwa napiganisha kwa nasaidia kutaka Karimu na yeye aende kule atibiwe, na wenyewe kwa wasaidizi kama hivyo Mungu anasaidia, na wenyewe kwa nasaidia kule. Hapa swali tata ambalo linakuja ni kwamba watu wengi tunafahamu na tumesikia kwamba watoto wa Mheshimiwa Rais pamoja na mfanyabiashara mkubwa Zira Mzee ni kwamba wamekuja na waweza kusaidia, walitoa pesa, na kwamba tukapata taarifa kwamba kiasi cha pesa ambacho ilikuwa ni thamani ya milioni 60 sawa sawa na dola za Kimarekani dola 20,000 zimepatikana na zimetimia. Lakini cha kushangaza ni kwamba kuna taarifa tunazozipata voice clip na video pia ambazo zinasema kwamba pesa bado hazijaenea, na hizo pesa ambazo waliwaomba Kenya hizo kutokana na performance inaonyesha kwamba wanaokata wanawataka thamani ya dola 20 sasa milioni 60 ambazo wameomba na tayari zimeshatimia. Lakini kuna watu bado wanasema kwamba pesa bado hazijaenea. Ndio swali tata ambalo linazuka, je, pesa zimeshaenea? Tanga zimeshaenea, lakini mko mtu anaweza kujitolea tu kwa kumsaidia kumletea kawaida tu kwa huruma wake, anakuja na mletea, tunapeleka kubanki, pesa zimeshaenea. Kweli mmesema mgonjwa ana haki ya kujitibishia kwenye anavyotaka, lakini mpaka saa hii hela za kumtibisha Karimu na Kenya zishatimia, zishaenea. Sasa hivi kuna kuja ingine njia ya kusema achangiwe sijui kama mjamwisha jua kiasi cha pesa mtavoombwa akienda kutuziwa Ubelgiji. Hiyo swali mko mnatengenezaje? Tuseme hivi hela ikiwa kidogo na wakati na visa mko mnatumia mbinu zote ili patikane mapema. Hamuoni kama mko kama vile mnachezea maradhi ya Karimbabel? Mimi nakusikiliza na kule mwe tumefanya mapenzi na kule kuna watu wanataka kufanya mapenzi yao na imani yao, wanasema kama na wenyewe watasaidia katika huo msaada wa Karimu. Wanani huko ni tunajua mtu mmoja au contact yake ili tuwasiliane nao, walete namba ya dokta. Alafu hivyo dada, tunachukua nafasi ya kuweza kukumbushia kuna video clip ambayo ilisambaa mtandaoni, ikaonekana sura yako pamoja na mama mkimzungumzia mwandishi wa habari Isaac pamoja na chombo chake cha habari pamoja na sisi waandishi wa habari kwa ujumla. Hiyo ilikuwaje na inakuwaje mpaka dakika hii? Yaani ilikuwaje? Na cha kwanza naomba msamaha kwa maana watu wengi wamekasirika, wamenitukana, umeshanisikia. Wanisamee kwa hilo, kwa maana sikutukana watu, umeshanisikia. Kwa yote naomba msamaha kabisa, mnisamee. Hakuna mtu nimemchafua, sikumtaja jina zaidi ya Isaac TV. Ya mara kwanza alisambaza picha kama Karimu alishasafiri na hali hajasafiri. Hayo yote hata kusafiri. Mimi nimerusha walimjika kama eti ngo sijui amekuja hapa akazungumza na mama Kirundi, yani niko naongea sijui ya uongo tu na TV. Nikamwambia hayo mambo iko nafanya anaongea sio ya ukweli, sio vizuri, aachane na hivyo. Asubiri siku tutamwambia njoo ujionewe mwenyewe ndio atasambaza. Na siku Karimu atasafiri, mtavijua, tutawaitisha, mtamshindikiza, mtayajua. Ushanisikia? Kadogo swali kidogo. Kenya, kwa nini muamua kuona kama Kenya itawasaidia na wakati kiasi cha pesa cha kusema tibiwe Kenya ndio mkiwa nacho, wakati unajua huyu bibi wa rais mstaafu marehemu Nkurunziza Ndeniza alikuwa Kenya katibiwa na kapona. Waziri wa afya Ndikumana Tadeo alikuwa kule akatibiwa, na wengine wanajua Kenya ni nchi moja katika East Africa, hata afengi unaweza kuwa unawavuta mkosi. Yaani kwa sisi na sisi tunapendelea Karimu atibiwe vizuri hapo. Ndio tunapendelea. Kwa maana wengi walikuwa wakija pade wanasema bana Kenya sijui kuna hospitali mpya wamefungua, lakini hawaiamini. Ndio pakatokea mfadhili Belgique ndio akasema acha mimi niwatafute hospitali huku Belgique. Shanisikia na daktari aishapata vyote vilisha kwenda. Ndio tunasubiria tarehe 10 watume barua. Hiyo barua ikitumwa ni barua ya visa, kuomba visa. Naomba visa. Unajua wengine tunajua hapa juzi visa yake ilitoka baada ya miezi 4, after miezi 4. Sasa mna imani gani kama hiyo visa itapatikana before mapema sana?
juu tusije kumkosa ndugu yetu na kaka yetu wakati na sisi wenyewe tunampenda kweli. Tunajua mpaka hivi sisi wenyewe sisi unajua hapa tunataka kutatua hili swali. Kweli kuna watu wanasema tunataka tujue Lando, nataka kuuliza Sisi kama watangazaji tumeona video ambayo imesambazwa, mkasema kwamba watangazaji wako kuwasaidia kitu. Familia ya Babel inaongea nini kuhusu hiyo swali? Na mmesema watangazaji hamtaki. Mmekomesha mtangazaji. Video imesambazwa, umesema kama watangazaji. Sema wa journalist wote. Nilimtaja nani? Sumlisikia. Lakini baadaye mlisema eti wa journalist kwa mtangazaji. Watu wakome. Nilikosea sana. Koma zika. Na tumetangaza. Nilimkomesha zake kwa habari yenyewe kunaenda maneno ni mengi. Habari ya yenyewe sasa mlikuwa mnamsikia iko ni ya uongo kwa hiyo zake ni habari gani? Ni habari tu nyingi anaenda anatangaza eti alishasafiri. Na mapicha niko nayo msimu. Kama Karima amesafiri. Alishasafiri na ndege wanachapa na picha yake pembeni. Eti ameshasafiri. Na hali angaliki hapa. Mimi picha niko nazo. Bon, najua labda ni interpretation ya design. Lakini mimi waga inakuapia nilale leo nife, lakini sikutukana Waislamu wala Wakristo. Eti hela za Waislamu wakafiri amezitaka. Wallahi tulianza kuongea. Mungu awajalie waliomchangia Karimu na mzidishe kumchangia. Ndio kisi niliongea. Barikuwa 14 na bakia na 2 tu. Ushasikia. Mama, mimi niko na swali mbili fupi. Msafara wa Karimu kuelekea Ubelgiji, Mungu asaidie inshallah. Natarajia paende watu wangapi? Anatarajia twende mimi na mama na mgonjwa. Juu mimi ndio nitampa figo. Na vipimo tunapima hivi hapa, ushahidi hapa, vipimo hivi hapa. Tumepima ekografia damu, walishaagiza kule. Na daktari wa kule nje anawasiliana na daktari Deo. Swali langu la pili, je, itakavyoonekana kwamba Ubelgiji hatuenda haiwezekani, je, tutarudi kwenda Kenya? Itakuwaje? Kadokezea hela imeenea, watu wengine kwa sababu ya maneno ambayo yamepitikana hapa katikati hawarudi tena kuchangia kijana wetu, na ile ya kwenda Ubelgiji itakuja kuwa kubwa kuliko ile ya Kenya. Tutafanyaje? Tunasubiria nategemea kwa wenyewe kwa nataka kututika Mwenyezi Mungu. Juu pako nategemea kama namsubiri Karimu pako kundi Ubelgiji. Pako kundi kule na wenyewe wanamsubiria wenyewe watampaliza. Na mkitaka mfuate kule mtamuona. Iko hospitali militaire. Sasa hivi anataka kila siku au siku ya leo ni lendi na hajaenda lazima wanaendelea wanamsafisha. Lakini tunabali kama alikuwa ananatia kama ni shindano kusiku ya 80,000 hivi shindano ni ile dawa mdialize. Yani dialize serikali ilisaidia kweli, ni bure, lakini pako dawa baadhi tunanunua na damu na shasha damu kila kienda ndio hospitali. Mlitoka nyinyi mliamua kutoka au waliwalazimisha? Sisi hatukuamua kutoka, na sisi tulipendelea asafirie kule kwa mganga, lakini daktari ndio katupa ruhusa, akasema hawezi kukaa hapa, anaweza akakumbwa na maradhi, afadhali mtoke asafirie yuko nyumbani. Kule mlilipa hela ngapi? 1.5 Mko na ile document ile karatasi iko tunahitaji hapa. Okay. Alafu hapo kuna swali lingine nauliza kwa niaba ya wananchi kwa ujumla, ni kwamba mmetuambia kwamba tayari pesa zimetimia, lakini kuna baadhi ya watu ambao wanaendelea tu kumchangia kwa imani, mtu ambaye iko nasema kwamba pesa bado hazijatimia na bado kwa niaba ya familia. Huyo mtu niaba ya familia ni mtu ambaye yuko na scope zipo na zikihitajika kumtaja, zikihitajika kumweka wazi na baada ya kupatikana.
anasema ni mtu ambaye anachangisha kwa niaba ya familia na kusema kwamba pesa bado haijatimia. Sasa huyo mtu vipi, na mnawaambiaje wananchi ambao wanatazama sasa hivi wanatazama moja kwa moja? Sisi huyo mtu sisi hatumjui, hizo habari hatuzijui kabisa. Juu sisi tuko mkarakati ya nini, ya usafiri wa Karimu, ndio wenye tuko emo. Kwa ufupi kwamba pesa zimetimia, lakini anayetaka kuendelea kuchangia aendelee. Mwenye anataka kumchangia kwa imani yake aendelee kumchangia. Nilipewa pesa na serikali na mimi ndio nilipa ile msaada mnaniletea, ndio nalipa hapo. Mbona dawa tunanunua dawa. Hela zenyewe za msaada zilikuwa zinapewa kwenye account, kwenye benki. Ni benki gani? CRDB. CRDB. Muna haki ya kutoa na kuweka pesa mpaka sasa hivi? Hatutoaji. Munaweka hamtoi? Tunaweka. Yaani hatutoi. Sasa kama sio siri, unaona hapa mnasema mnahitaji juu hivi kwenda kutibia Ubelgiji, kama sio pokoa Kenya. Watu walichanga pesa juu wako walishaona za Kenya. Hivi kuna kuja ya Ubelgiji. Mnaona kama vile hivi mna hela ngapi ili watu wajue changa ili zenei. Na wakati hamjajua pro forma ya Ubelgiji. Pana franga ngapi? Kama ni milioni ngapi? Kule ku benki mimi sitajiri. Yaani mnaweza milioni ziko ni ngapi? Ni milioni 7.5. 55. Kama ni 7. 70 milioni. Ma 70 milioni. Unauza 7.5, inaweza kuwa ni 75 au 75. 75 milioni franga za Burundi. Okay. Kwenye serikali alafu kwa huyu mchakato wa ndugu yetu ni kitu ambacho kinahitajiwa muwe na mtu wa kuwasaidia, kwa sababu mama na wewe hawezi kukimbia hospitali militari wengine aende kwenye serikali nini. Kuna vitu vingi ambavyo mnavyovihitaji. Ni nani haswa anashughulika, tukiachana na familia, ule ambaye anasimamia ataulizwa, kwa sababu kuna kwa muda huu president anaweza kuwahitaji mwe mko hospitali militari. Ni nani haswa yuko anawasaidia? Mwenye nilitengua ni mwanamke mwenzangu, tena ni mama wa busara, ni mtu mzima, ni Mwalimu Kito. Mwalimu Kito. Anaishi wapi? Anaishi hapa Buyenzi. Kwa sababu ni namba yake, ni namba. Kuna chochote hivi vinaendelea, ila huwa nyuma alisimamia akachangisha. Nani anaanza kuchangisha? Lopsi. Hatukuona. Okay, ile habari ambazo tuko nazo kwamba eti Lopsi yeye hayupo tena, mlishamfukuza. Lopsi hayupo. Wanatukumfukuza. Yeye ndio alijitoaga. Alimwambia mama kama amechoka atafute mwingine mara hii mara mbili. Yeye mwenyewe kajitoa mama. Ametoka na pesa. Hatujui, Mungu ndio anajua kabisa. Aliniambia hivi, mama, nimeshachoka, tafuta mtu kumsaidia kumuuguza Karimu. Akupatia hela lakini ashapata. Haujawahi paya hela kutoka mkono wa Lopsi? Lopsi na Plug G. Walikuwa wanatuma hela na zenye tunaona njoo hizo na tunampa yeye, huyo anapeleka kubani. Mama na yeye njoo alikuwa anapeleka kubani. Mama Mwalimu Kito huwa mwanzo. Sawa. Mama na dada, wasanii wameungana wakafanya show kusaidia kama babe. Mwenyezi Mungu ajalie. Pesa imepia. Sasa mtuulizie kama ni pesa tatuulizie. Wewe mlisema kana simamia hii nani? Mwalimu Kito. Wewe atuambie vizuri pesa iko, maana tunasikia nyinyi msimamie kitu. Inaonyesha na franga zenyewe ziko kisasa mzijui. Na tukaenda tunakwenda naye. Wewe sio mwalimu sasa anahitajika. Mama, tunahitaji kama inawezekana Mwalimu Kito. Ndio, kwa sababu hizo pesa tunataka kujua pesa live tumsikize. Na tunataka kujua kama pesa ya wasanii wametoa. Acha mimi nipigie namba yake imezimika, hata mimi niko nampigia. Dada, mmejipa muda wa kutafuta nani gisi ya kwenda Ubelgiji. Endapo itashindikana, kuna kiwango cha muda mmejipa, bwana, hii miezi kiisha, tunaona vya Ubelgiji vinakata, si tunaenda kama ni Rwanda, kama ni Tanzania, kama ni Kenya.
Ni muda gani, kiasi gani umejipa? Mjipa kiasi gani cha muda ili mjue kama hiyo aubergine kikataa mtafanya? Sababu mama anampenda kuliko sisi, lakini na sisi tuko ndugu zake pia. Juu kila kitu ni kujipa muda. Ni kujipa muda. Nishawaambia mambo ya visa sio rahisi. Sio rahisi kuyapata. Hata vile na serikali naweza saidia, lakini sio rahisi kwenda Ubelgiji. Sasa kama vile hivi muamua kwenda kutuanzisha Ubelgiji, mmejipa kiasi cha muda gani wa kusubiria ili mkiona vinakawia mnaachana nayo mnafuata ya Kenya au ya pati nyingine? Sisi tunasubiria tarehe 10. Hiyo barua ikifika ndio tutajua la kufanya. Inasemekana kama Karimu kwa sasa anatembea mitaani na majuzi wamemuona sehemu 17 kwenye saloni kama wanamshevu sijui na mbona jana kama aite amekuwa kwenye saloni na zingine ambazo zinasemekana amekuwa kwenye restaurant fulani hapa. Tokea ametoka hospitali hatoki hapa. Hajatoka hapo wala hajaenda msalo, mtamuona. Yaani anatoka kule kunani kudialize ni hapa. Atembee hiki kizo kiti chake hafanyi movement yoyote ale ndio hiyo. Walimwambia waona. Unaona picha yenyewe? Hiyo ndio inayosamba, unaona aliko. Unaona? Mnaweza mkasema sababu au ni ya zamani? Hapana. Nadhani alikuwa tujatangazisha. Ya juzi. Okay. Haya. Nova kwa kumaliza mama na dada. Kisasa watu wako wanaandika kwa sana video ambayo mmesambaza nyinyi. Sijui kama mko mnachukua kawaida, lakini video kubwa sana umesimama maneno ambayo watu wengi hawakupenda. Na kisasa watu wako wanatuandikia kwa sana, wanatuuliza watangazaji wamewakomesha, unaona? Wamewakomesha kwa sana. Lakini tunataka kujua nani neno gani mnaweza sema, kwa sababu ile video imesambaa na umesema maneno ambayo hakupatia heshima kila mtu, na sana kwa watangazaji, kwa Isaac na mtangazaji mwenzetu. Sawa. Ndio. Na kisasa watu wamesirika. Cha kwanza watu tunaomba samahani. Ndio. Kizani shomba msamaha. Watu samee, roho inamfupa. Mimi nifanya roho umeshasikia kwa sababu kwa sababu mtu umeikaa kimya, mko mnashughulika vya mgonjwa, alafu habari zinatembea zenye hatujui, mapicha tunayapata, mavideo, vitu gani, roho inauma. Umeshasikia, roho inauma. Na mimi sikusema wa journaliste wote, na kama nilitamka vibaya ilikuwa ni hasira, mnisamee. Nilimtaja Isaac na namba yake ilikuwa nayo, tulijibiana akaniblock. Haya, asante. Na Karim Babel mwenyewe sijui na yeye amesema kwenye video hiyo, ameongea na akakomesha. Aliongea, alisema hivi, sio habari kwa ndio natangaza. Anaambiwa sema hivi na ngosema na wewe. Anakuwa anamwambia sema hivi. Sema hivi. Na mwalikuwa anasema sema na wewe ni nani? Nina habari kama ni Mwalimu Kita. Unajua roho inamfupa. Haya, twende. Acha hayo tupuuzie, lakini hivi si kama si watoka huko na tunahitaji natoka hapa, niko na namba ya huyo daktari wa Ulaya, tuanze mawasiliano na Dr. Deo. Asante sana. Asante, tunashukuru. Lakini sasa hivi mwa huu muda wote akipata matatizo na hela iko hapa nani kwa account, mmejipanga kwa nguvu zenu na kule wanafanya nguvu zao. Sisi tunampenda na moyo tunampenda. Nataka watu mnampigania. Mbona mlifanya nguvu zenu na kule walizipa nguvu zao. Na ndio akanipa na moyo. Sasa nitakataa. Lakini kuna kitu mama alikuwa anataka kuongea ukafuta msema. Sasa manza vitu vya hivi maana yanakuaga mengi. Unasikia? Hapa ni microphone. Ukiendelea kujibishana na watu, kama mimi sinakumbuka. Na nakufananisha lakini. Nakumbuka nilikuja baada ya siku 4 Karima ameingia pale. Kule. Nikawapatia interview nini. Sasa kwa hiyo cha kufanya ni kimoja, kwa sababu journalist alikujaga akanipa. Sitaki kujisemea, jua watu walifanya kazi. Sasa kitu chenye kiko hapa hivi, sisi ni kioo cha jamii. Hivi tunaenda radio, ni kitu ambacho kinasikilizwa na kila mtu. Ama TV online, kila mtu anaangalia mpaka Maomani mpaka tuko live. Sasa kitu ambacho kiko mfanye nguvu. Watu wajue juu hapa ndani pako kitu ambacho watu wanaweza kusema kama ni escroquerie. Watu wanasema mwe mnataka kwenda Ulaya, akipona mjendee. Juu watu wengi wanaifanyaga. Sasa kwa hiyo kuonesha kwamba mnarudisha shukrani kwa watu ambao waliwasaidia.
mfano lote liwezekanalo Karimu akatibiwe. Ndio shida yetu sisi, hizo pesa hata wakiziwanyang'anya hata tugawia nazo na tuna haja na mna haja nazo. Kabla Karimu kuumwa mlikuwa mjaomba msaada. Sasa kwa hiyo mfanye hivyo watu wasije wakaelewa kitu kingine. Niko na swali la mwisho. Sawa. Anasema